Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Karibuni tena na tena na tena. Sisi ni wana Echoes of Zion kutoka Glorious Worship Church Bypass, na tuko chini ya Reverend David Debwa na Mama Pastor Emma. Tuko hapa kwa sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu ametupatia neema na kibali. Bwana asifiwe. Tunataka tuingie kwa neno. Tunataka tushare neno pamoja. So before tushare neno pamoja, wacha tuombe kwa sababu ya neno. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neno la siku ya leo. Mfalme wa wafalme, Bwana wa majeshi, umetuleta hapa jioni leo kwa sababu ya neno lako. Umetuleta hapa Bwana kwa sababu ya watu wako ambao wanatuwatch live. Asante kwa sababu ya rehema na nguvu zako Bwana. Wewe ni Mungu mwenye uwezo na mamlaka, Bwana wa majeshi. Siku ya leo tunapenda kusoma hili neno Bwana, wacha likaguze watu wako, wacha likainua watu wako, wacha likabariki watu wako wakapate kupona katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya utukufu wako. Sifa na utukufu kurudie Bwana. Hata tunapoendelea Bwana, wacha ukae pamoja nasi. Asante kwa sababu unaweza. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Sema amen. 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 Tunaenda kusoma 1 Corinthians 1 verse 4. Amen. Neno la Mungu linasema hivi: mshukuruni Mungu siku zote kwa ajili yenu, kwa sababu ya neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu. Mstari wa 5. Kwa kuwa katika kila jambo mlitajirika katika yeye, katika maneno yote na maarifa yote. Neno la Mungu linatuambia kwamba tukue watu ambao tunamtafuta Mungu kila wakati. Tukue watu ambao tunaweza hata tukiwa na shida zetu, tunaweza tukamtafuta Mungu. Tunaweza tukamtafuta Mungu wakati tuko na raha. Tunaweza tukamtafuta Mungu wakati mambo yametupata magumu. Tunaweza tukamtafuta Mungu wakati tuko na chakula, wakati hatuna chakula. Tunaweza tukamtafuta Mungu kwa wakati wote, kwa sababu amesema kwamba tumtafute kwa wakati wote. Na ndio maana nimekuja hapa siku ya leo kuambia ya kwamba tumtafute Mungu kwa njia zote zile ambazo Mungu atafurahia wakati tunamtafuta. Na atatusaidia, atatupa neema, atatupa nguvu, atatujali katika jina la Yesu. Na wakati unamtumikia Mungu hawezi akakuacha. Wakati unamtumikia Mungu hawezi akawacha ukaangamia kama mtoto wake. Tunafaa kumshukuru Mungu bila kumwitisha mahitaji. Bwana asifiwe. So watu wa Mungu, tutafutane Mungu katika hali zote na Mungu ataweza kutubariki. Amen. 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 Bila neno la Mungu linazidi kusema kwamba tumshukuru Mungu kwa kila jambo lile ambalo tunalopatana nalo. Tumshukuru Mungu katika kila hali ile ambao tunayokuwa ndani. Tumshukuru Mungu katika kila ile situation tunayoiona kuwa difficult, kwa sababu anasema kwamba tunapomshukuru hapo ndipo baraka zetu zimefunganishwa. Kwa sababu usipokuwa na moyo wa kushukuru, ukakaa na moyo wa lalama, moyo wa kulalamika, kumbuka kwamba hiyo hali before ipoondokee itakutake time. Lakini unapomshukuru Mungu vile neno lilivyosema kwamba tumshukuru Mungu siku zote, so tunapata ya kwamba unapomshukuru Mungu kwa hii situation hii ambayo unaona kwamba pengine leo umeona kwamba hauna kazi, ukashikwa na moyo wa huzuni sana, ukaanza kulalamika, ukasema kwamba Bwana, yaani wewe hunioni. Ukasema kwamba Bwana, yaani wewe haunijali. Hiyo ni kulalamika. Lakini unapoenda kwa Mungu, mwambie Bwana, nakushukuru kwa sababu ya hii hali ambayo niliyo ndani, kwa sababu ya kukosa kazi. Kwa sababu ya kushukuru, moyo huu wa kushukuru utagusa Mungu pahali popote atakapokuwa, na atapata kukutendea. Utapata kwamba utapata kazi kwa njia ile ambao haukutarajia. Pengine utakuwa umekaa tu hapa kwa sababu hujaitarajia kwamba kazi utaipata. Pengine kesho unapigiwa simu kwamba hello, njoo hapa, kazi imepatikana, kwa sababu umemshukuru Mungu. Mungu akasikia ile hoja ya kushukuru. So ni vyema sana tuwe watu wa kushukuru Mungu
Unaweza kuwa katika nyumbani mwako kumekauka, unashindwa hai, leo kutakuwaje? Je, watu wangu ambao niko nao watashinda na njaa? Usikae kwa kulalamika ukaanza kusema kwamba Bwana, mbona unioni? Mbona unitazame? Nenda mbele za Mungu, mwambie Bwana asante, kwa sababu hii hali wewe unaijua, na vile ilivyo unayo sababu kubwa inayofanya iwe vile ilivyo hivi. So tujifunze kumshukuru Mungu katika kila hali, ama katika kila jambo, ama chochote kile ambacho kiko mbele yetu. Tujifunze kumshukuru Mungu na kusimama katika upande wake kwa ajili ya kumshukuru. Tunapoendelea tutaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi ya 138 ule ambao ni mstari wa 3. Inatuambia hivi: siku ile niliyokuita uliniitikia, ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Siku ile ambao niliyokuita Bwana alikuitikia. So inamaanisha kwamba Bwana si ya kwamba situation unayopitia hiyo ya kwamba haioni ama ya kwamba haisikii. La hasha, Mungu anasikia na anaiona tu vizuri sana vile unavyopatana na hiyo changamoto ambao unayopitia ndani. Pengine inaweza kuwa changamoto yako ni watoto wanataka waende shuleni na huko karo hauna. Unapomwita Bwana unaona kwamba kana kwamba Mungu hasikii. Mpendwa, nataka kukutia moyo kuambia kwamba Mungu anasikia pahali popote alipo, na anajua hiyo hoja ambapo uko nayo ambao unahitaji school fees. Pengine uko pale hospitalini umekaa hapo muda mrefu sana, hata unatamani siku moja Mungu akuonekane, sema kwamba hata umechoka kumtegemea Mungu, umechoka hata kumwamini pia, sema kwamba huyo Mungu hafanyi. Mpendwa, leo nimekuja kukutia moyo nikwambia kwamba hiyo hoja ambao unapitia ndani, ama changamoto ambao unapitia ndani hapo hospitalini ambao umelalia hicho kitanda, Mungu wetu wa mbinguni anasikia kile ambacho unachokihitaji na anajua kile ambacho unachokihitaji. Kitu kile ambacho nasidi kukutia moyo ni kwamba sidi kumshikilia, sidi kumngoja Bwana kwa ajili ya kukuwa na tumaini. So tunaona kwamba hata tunaposoma katika maandiko tulikuwa na mtu mmoja aliyokuwa amelala katika birikani. So unapata kwamba amelala pale birikani ndani ya miaka 38, ako pale anasubiria tu mtu yule ambao wakati na maji inachumbuliwa, malaika wanashuka wanafanya maji ile inakuwa ya matakatifu, mtu yote anayozama ndani wa kwanza anapona. So pia alikaa pale akitamani anapoenda kuingia ndani anapata mwingine ameshaingia, lakini so hakuchoka kusubiria. Yule mtu hakuchoka asema kwamba aondoke pale pale kwa sababu haoni muujiza wake. Lakini unaona kwamba the more anaposidi kukaa pale, siku moja Mungu ilipofika, Mungu alikuja kumuonekania na akamtembelea pale birikani na akamtoa katika ile hali aliyokuwa nayo ya magonjwa. So huyo, kumbuka kwamba ni miaka 38 mizima. Pengine wewe umepitia tu miwili, usichoke hizo miwili ambayo umepitia. Kesho hujui, kwa sababu ya kesho ni ya Mungu, na Mungu ndiye anao mpango huo, kwa sababu anatuwazia mawazo yaliyo mema. Anasema katika Yeremia kwamba mawazo yale ambayo anatuwazia ni mema, si mawazo ya kutuacha sisi tuangamie, si mawazo ya kukuacha wewe ukufe katika ugonjwa umekupata, si mawazo ya kukuacha ukae na watoto uhangaike nao siku zote. Si mawazo yale ambao yanayoweza ambayo yanayofanya ukapate kukaa katika hali ya mahangaiko. Unayo siku moja, kwa sababu kila kitu kinakuja kwa wakati na mpango wa Kristo, kwa sababu anatutia Mungu wa Bwana anasema kwamba kwamba yeye alimtia yule mtumishi nguvu. So pia nawe anakutia nguvu usiku wa leo, ya kwamba utainuka tena na utapata kuwa mzima, utainuka tena na utapata faraja. Pengine katika ndoa yako kuna misukosuko mingi, vita, pengine jamii, familia, napata kwamba kunayo changamoto tu moja ama nyingine ile ambayo unaiona kwamba hii imekuwa haitoki, lakini nasidi kukutia moyo ya kwamba itatoka kwa jina la Yesu Kristo, itatoka kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu si permanent hiyo hali.
kunao majira na wakati wa Mungu itakuja kuondoka hiyo hali, na utazidi kumwona Mungu akifanya mambo yale ambao yasiyokuwa ya kikawaida katika maishani mwako. So mpendo, na sisi kuambia kwamba zidi kumsubiria Mungu, zidi kusimama strong, hata unapoona kwamba mambo yanakuwa magumu na mazito, vita ni vingi, msukosuko ni mingi, usichoke. Be strong with the Lord. Simama wima, ukatangaze kwamba mimi ni mshindi. Ni zaidi ya yote, usikose kumshukuru Mungu katika hiyo situation. Mwambie Bwana, ninakushukuru kwa sababu ya hii hali, kwa sababu sisi tumefunganishwa ushindi wetu na neno la kushukuru. So katika hali ya kushukuru, Mungu wetu wa mbinguni anasema kwamba mwanangu hajakaa katika malalamiko. Licha kuwa amekaa katika hii changamoto kwa muda fulani, lakini hakunung'unikia, hakunung'unika ndani ya moyo wake, kwa sababu katika kunung'unika utamkwasa, na katika kunung'unika utakosea katika hali ya maongezi, lakini katika kushukuru kwako hautakosea pahali, wala hautakuwa na mawazo kadha ya huku na huku inayofanya uondoke katika mpango wa Mungu. So nasidi kusema kwamba Mungu asidi kusimama pamoja na wewe, na Bwana asidi kukunemisha. Wacha tuende tusome tena kitabu kingine, Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili 12 mstari wa 9. Wakorintho wa pili 12 mstari wa 9. Amen. Neno la Bwana nasema hivi: naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana wawaza. Tarudia, samahani kidogo. Tarudia, inasema kwamba naye akasema, neema ya Mungu ya kutosha, maana waweza kwangu kunitimisia katika udhaifu. Waweza kunitimisia katika udhaifu, basi nitajisifu udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. So Mungu wetu anatuwezeshea kufanya yale ambao tunayaona kwamba tumeshindwa, pale ambapo panapo udhaifu, pale ambapo tunaona kwamba mili yetu, au pale ambapo tunaona kwamba katika maisha ambayo tunaishi kunao kitu fulani kinaweza kuwa kama dhaifu, kikakuwa kama kwazo, kikakuwa kama kero, kikakuwa jambo lile ambalo unaona kwamba umefika mwisho, but mwisho wako, neno la Mungu linasema kwamba huo ndio mwanzilishi wake. So tunapokaa na kumtumainia Mungu katika hiyo hali ambao tunaiona kwamba ni mlima, mlima unaweza kung'oka, kwa sababu unapomwamini Mungu na unapomtumainia Mungu, anasema katika neno lake kwamba ataondoa vilima na vijilima, na atasimama katika pengo kwa ajili ya kutingiza mataifa kwa ajili yako wewe. So wewe popote pale ulipo, jua tu ya kwamba Mungu wetu ni Mungu aliye mwaminifu, na ni Mungu haachi waja wake. Haijalishi ya kwamba wewe katika situation hii, kwa sababu unaweza kukaa katika jamii ikakukataa, na huwa inafanyika, jamii ikakukataa kabisa, kasema kwamba huyo simtaki na huyo si wangu. Lakini Mungu anasema kwamba licha kuwa jamii imekutenga, licha kuwa jamii imekukataa, yeye hajakukataa bado yeye angali anakuhitaji, na bado yeye angali anakushika mkono wake, na anaenenda pamoja na wewe. Unaweza kutupwa, hata ukakuwa kwamba maisha yako ikafika time ikawa ya kuzorora. Unapokuwa na Kristo Yesu, mpendo, huyo Kristo Yesu anachukuanga nafasi ya kukuwa ngao na kigao ndani ya maishani mwako. So unapata kwamba pahali ambapo unaona kushindwa, anakushika mkono wake,
na anakuinua, alafu anakupeleka viwango vile ambavyo watu wengine hawakutarajia. So kwa sababu ya hiyo, kukataliwa kwako kule kutakuja kukubaliwa tena, kwa sababu Mungu wetu anasema kwamba tunapomwishia ni Mungu wa umoja. Ataleta huo umoja katikati yetu, na ataleta umoja pahali ambapo tumeona kwamba tumeshindwa. Hapo ndipo tutasidi kumwambia kwamba Bwana unastahili. Ndipo tunasema kwamba tusichoke kumsubiria Mungu, tusichoke kukaa katika njia zake, tusichoke kukaa na Mungu, tusichoke, kwa sababu yeye ndiye kimbilio letu tu peke yake. Mama yetu ama wazazi wetu uzaa watoto, amebeba ule mtoto miezi 9 ndani ya tumboni mwake, akafika wakati akajifungua. Kumbuka, Mungu anamsaidia, anajifungua salama, kwa sababu wengine wanajifungua katika hali ya kutatanisha. Wengine mtoto anaanguka huku na yeye anaanguka huku. Mungu anasaidia, pengine mtoto anakuwa hai, yeye anaaga, lakini yule mtu Mungu anamsaidia, anajifungua salama. Baada ya kujifungua salama, anasahau ya kwamba Mungu alimuongoza, alimsaidia katika ile safari yote aliyokuwa ndani. Anaamua kwenda kumtupa mtoto wake katika pipa. Si suluhu kumtupa mtoto kwa sababu ya hali ama kwa sababu ya challenge unayopitia. Suluhu ni kumshika huyo mtoto na kumwaminia Mungu ya kwamba licha kuwa hiyo safari ya kuwa na ujauzito ilikuwa na safari ngumu, imekuwa na changamoto, Bwana atakusaidia pale mbele. So usimtupe mtoto, usikae na hofu ukasema hapana, mimi nimeisha, mimi nimetofia. No, simama umwaminie Mungu, simama umwaminie Kristo. Chukua mahitaji yako, chukua haja yako, nenda nayo kwa Mungu, piga magoti yako mpendwa, mwambie Bwana, niko mahali hapa, usinisahau kamwe, kwa sababu bado ninahitaji rehema, nahitaji bado kutembea na wewe, bado nakuhitaji mtolee hili na hili. Kwa sababu unaweza kupata kwamba unaweza kuwa umeenda safari yako ile ambayo umeenda, pengine umeacha familia yako ama jamii yako nyuma, umeiacha, lakini hujui watakaa namna gani, watasurvive namna gani. So pahali pale ambapo ulipo kwa hiyo safari unakosa amani, mpaka unapata kwamba magonjwa mengine yanakuja kukupata kwa sababu umekosa amani ndani ya moyo. Pendo, nimekuja kutia moyo nikikwambia kwamba usikose amani, kwa sababu neno la Bwana nasema kwamba yeye ni mfalme wa amani. Unapomwishia anakupatia amani. Tafadhali mwishie Bwana, atakupa amani, atakupa faraja. Faraja ya moyo inatokana na Bwana, faraja ya maisha inatokana na Bwana. So nakusihi kwa rehema za Mungu, mtegemee Bwana, muishie Mungu. Usichoke na hali yote hii, usichoke na maisha, usema kwamba hasa huu uchumi mimi umeshanishinda. Mpendwa, neno la Bwana sema katika kitabu Zaburi ya kwamba wamtegemeao Bwana wako kama mlima wa Zayuni, hawatatingizika kamwe. Mtegemee Bwana, utakaa kama mlima wa Zayuni. Licha uchumi utakuwa unayumbayumba, lakini Bwana atasimama na wewe, akulishe kama ndege. Kumbuka kwamba hapo nyuma mwaka 2019 tulikuwa na ugonjwa ule ambao ulikuja kuwa tishio na kukamalisha wengi, mpaka makanisa mengi yakafungwa, watu wakawa hawana kazi, ikakuwa changamoto kwa wengi. Lakini licha kuwa na changamoto kwa wengi, waliomtegemea Bwana walimuona Bwana. Mpendo, na kusihi kukwambia kwamba Bwana anaweza, kwa sababu huo wakati ulikuwa wakati wa baraka. Hata kwangu ndani ya maishani mwangu mimi ulikuwa baraka sana, kwa sababu nilifanya mambo yale ambao si kususpect kuyafanya, kwa sababu milango ilikuja kufunguka. So unapomtegemea Bwana, Mungu anakufanyia malango na anakufanyia milango, na unapata kumuona kwa ukuu na utukufu wake. So nasisi kusihi kwa rehema za Mungu ya kwamba usichoke kumtegemea Bwana. Usikate tamaa pahali popote pale, usikate tamaa, kwa sababu vile tunavyoishi sisi tunavyoishi, mtu anapokaa ndani ya Kristo, neno la Mungu nasema kwamba ni Kristo anaishi ndani yako, si wewe unaishi ndani yake, bali Kristo anaishi ndani yako.
Na Kristo anapoishi ndani yako, anakupatia faraja zote, anakupatia usalama wote, anakupatia amani yote. Kunayo wajane na mayatima, unapata kwamba hata sasa hivi pengine amekaa pahali anasubiria muujiza wa Bwana, na usiku wa leo na kuombea kwa Mungu, huo muujiza unaosubiria kwa imani hiyo ukufanyikie katika jina la Yesu, kwa sababu situation ile ambayo pengine unayopitia unaona kwamba imefika mwisho wako, yaani umechoka. Lakini nakusihi kuambia kwamba wewe mjane, wewe yatima, ninakusihi kuambia kwamba zidi kumwaminia Mungu. Bwana atafanya huu mlango, Mungu ataleta chakula, Mungu ataleta faraja. Hata nguo zile ambazo unaona kwamba imefika kuwa matambara hayatakuwa kama matambara tena kesho. Bwana ataleta nguo mpya mpya, utafurahia maisha ya Bwana. So zidi kukaa katika hiyo njia ya Bwana, zidi kusimama katika njia hiyo ya Mungu, kwa sababu anao sababu inayofanya hiyo hali upitie. Kwa sababu anasema kwamba before afanye kitu lazima kwanza akiweke kuwa sawa, lazima atengeneze mazingira yako yawe salama, ili wakati anapokupa utajua ya kwamba ni yeye ndiye ameyofanya. So unasema kwa huo wakati unayopitia, kwa sababu ni kikombe, hicho ni kikombe tu, kinapita, si permanent, but ni kikombe tu. Wengine watakukashi, wasema kwamba wewe umelaniwa na laana ya wazazi wako, wewe umelaniwa na wajomba. Si laana, nataka nikwambia kwamba ni kikombe tu cha Mungu unachopitia, but kinao mwisho wake, na mwisho wake si mbali, na mwisho wake uko karibu, na mwisho wake ni leo. So zidi kumwaminia Bwana uone utukufu wa Mungu, zidi kumwaminia Mungu uone rehema na rehema zake, zidi kumwaminia Mungu uone ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu anatupenda. Nasema kwamba anatupenda, nikaanza kusema kwamba anatupenda. Unaposoma katika kitabu cha Yohana 3 mstari wa 19 mstari wa 16 unasema kwamba jinsi hii Bwana alipenda ulimwengu hata akautoa ulimwengu, akamtoa mwanawe wa pekee. Kutoa mwana si rahisi. Wewe mpendwa, kana jaribu tu kuimagine kidogo. Mtoto wako umemzaa, mtoto wako ukamsomesha, mtoto wako ukamtafutia kazi, mtoto wako akakuwa ya kwamba ana uwezo wa kujisimamisha na hata kukusimamisha wewe. Alafu mtu atokezee aje kuambia kwamba nipe huyo mtoto wako awe wangu. Je, wewe mpendwa unanisikiza, utakubali? Ninaamini ya kwamba haitakuwa rahisi. Hata kama utakubali itakuwa shingo upande, lakini wengi hawatakubali. Lakini Mungu anasema kwamba hakuzuia aliyokuwa wa kwake kwa ajili yetu. Ni si ya kwamba hakuwa amempenda, si ya kwamba hakuwa amemfanyia ile ambayo alikuwa anataka namfanyie. La hasha, alikuwa amemfanyia. Lakini kwa sababu yako wewe na kwa sababu yangu mimi, changamoto zile ambazo tulizokuwa tuko nazo, ndipo akasema kwamba hapana, wacha aje akufe kwa ajili ya mimi na wewe tukapati kupona. So kwa sababu tu ya hilo, pia unapolitafakari huo upendo, usiondoke kwa Kristo. Kwa sababu ya huo upendo, usiache njia za Mungu, usichoke kutembea naye, kwa sababu anatupenda more, anatupenda zaidi na zaidi sana. So nakusihi tu kwamba simama kuwa wima, imani yako zidi kuinua. Neno la Bwana tuambia katika kitabu cha Mathayo ya kwamba tutakapokuwa na imani ndogo kama mbegu ya punje ya haradali, hiyo imani itazidi kuzaana, itazaana, alafu tunaweza kusimama kusema kwamba hii hali iondoke, kwa sababu itakuwa mezani imekuwa kubwa, na hiyo hali itaondoka, kwa sababu punje ni kambegu kale ambapo ni kadogo sana, ni kambegu kale ambapo hata kakianguka ndani ya mchanga ukikatafuta unaweza kukosa kukapata, kwa sababu kakianguka ni kadogo sana, huwezi kukashika.
lakini kale kambegu unapokapanda ama unapokapanda pahali, huwa kanatoa mti, na ule mti unakuwa mti ule ambao ni mkubwa sana kuliko miti ile ambayo tunaitarajia. So unapata kwamba kambegu kadogo kanazaa ama kanafanya mti kuwa mti mkubwa. Leo ndio anasema kwamba hata ndege za uangani wanakuja wanatengeneza viota vyao pale juu, wanakaa juu ya huo mti wa mbegu kadogo. So wewe pia ukiwa na imani ndogo, hiyo imani yako ndogo itazaa mambo makubwa, itafanya mambo yale ambayo itakuwa sahihi ya matarajio. So sidi kumwaminia Mungu, sidi kusimama kwa Kristo, sidi kunyenyekea ndani yake, na utaona matunda ya Bwana wetu Yesu Kristo. Jambo lolote lile ambalo linalokusumbua, usiende kwa ndugu yako, usiende kwa mganga, usiende kwa mama, usikimbilie kwanza kwa semeji yako. Kwanza mkimbilie Mungu, upige magoti yako mbele za Mungu, piga magoti yako mbele za Bwana, na Mungu wa mbinguni anayeona sirini, anayesikia, atakusikiliza. Hata utakapokuwa umetoka sasa umeenda, atakuwa mbele yako, atakutangulishia. So kile ambacho utakuwa unahitaji utapata kukipata. Lakini unapokimbia kwa mawazo na akili, utaambiwa jambo, utarudi nyuma. Umeenda maili 2-3, lakini utarudi nyuma maili 7-8, kwa sababu umepigwa na jambo. Lakini unapomtangulisha Bwana atakutanguliza, ataziba vinywa vya maneno ya kurudisha nyuma, na atasimama pale mbele. So kila ambacho utakuwa unahitaji utapata kukipata kiurahisi. So mambo yote tunayopitia, sidi kumwaminia Mungu na sidi kumuita Bwana. Kunayo katika neno la Bwana mtu yule ambao aliyokuwa na jambo lililokuwa ndani ya moyo wake limekuwa zito, akaamua kwenda kwa Mungu kumuita. Wacha tuende tusome katika kitabu cha Mathayo. Tuende tusome kitabu cha Mathayo. Mathayo 8, tunaanzia pale 1. Mathayo 8 tunaanzia pale 1. Naona Bwana anasema hivi: naye aliposhuka mlimani, makutano mengi walimfuata, na tazama, akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akanyoosha mkono akamgusa akisema, nataka, takasika. Na mara ukoma wake ukatakasika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So unapata kwamba huyu ni mtu aliyokuwa na hitaji. Huyu ni mtu aliyokuwa na jambo lile ambalo liliokuwa nzito, jambo lile ambalo liliokuwa linamkera. Na katika historia ya wana wa Israeli, mtu yule ambaye alikuwa anakuwa alikuwa anatengwa, alikuwa anaondolewa katika umati wa watu, anawekwa peke yake kwa sababu hataki amkishe pengine wengine. So hili jambo lilipofika mwisho wa huyu mtu alisema kwamba hapana, sitaenda kwingine. Alienda kwa Yesu, alienda kwa Mungu na akamwambia, hii hali kwangu imefika mwisho. Bwana, kama unataka. So jina la kutumia kwamba kama unataka ni njia ya kukubali, ni njia ya kushukuru Mungu ya kwamba Bwana, ninakushukuru kwa sababu ya hiyo hali, akijua kwamba Bwana anaweza kutoa. Na ndipo akatumia neno la kusema kwamba ukitaka waweza kunitakaza. So inamaanisha kwamba ameachia Mungu yote, ameachia Bwana afanye vile anavyotaka kufanya. Hiyo ndiyo maana yake. So unapata kwamba alipokuja kwa Bwana, kama amemwachia yote, Bwana alimtendea sawa sawa na haja ya moyo wake.
So pia wewe unapoachia Bwana yote, unapoachia Mungu yote, unapomwambia Bwana, mimi nimekuja vile nilivyo, ninajua kwamba hii hali uiondoe, usiondoe, bado mimi ni wangu, ama bado mimi nakutegemea. Mungu wetu si mwanadamu afanye dhihaka. Hapana, atakufanyia sawasawa na mawazo na sawasawa na vile tarajio la moyo wako unavyohitaji. So wewe pale ambapo pote ulipo, jua kwamba Mungu wetu ni muweza. Mungu wetu anaokoa. Anahitaji tu wewe kama wewe uwe open kwake, usarende kwake, usema kwamba Bwana, mimi ni mtu tu aliyeumbwa, lakini nakuachia wewe Bwana ufanye haya, na Bwana atayafanya kwa sababu anao uwezo. Kama aliponya mtu aliyokuwa na ukoma, je, hiyo yako si, unaweza kuona kwamba ni mkubwa sana, lakini si kubwa kwa Mungu. Ni katu small, katu kadogo hivi, ambapo unapotamka tu, Mungu wa mbinguni atakufanyia. Mungu wa mbinguni atatenda. Hata wale ambao waliokuwa wamekubandika jina wanasema kwamba omba anakuja, atageusha situation. Wataanza kusema kwamba haleluya, haleluya, mbarikiwa amefika. Kwa sababu gani? Bwana amebadilisha situation. Na wewe situation ambayo ulikuwa nayo ulimwachia yeye, na kwa sababu ulimwachia yeye, akafanya nini? Akabadilisha. So tuachie Mungu yote, tumwendee na kumwachia, kumwambia Bwana, aishaenda, nimeinama kwako, mimi yote nimekuachia Bwana, tenda wewe. Na Mungu wa mbinguni hakika atakutendea. Hakika Mungu wa mbinguni atakutendea. Usifadhaike ndani ya moyo wako kwamba Bwana hawezi. Kama alitendea huyo wa ukoma, pia nawe atakutendea. Kumbuka watu wa ukoma wanatengwa, wanawekwa mbali, lakini anatendea wote na rudi katika umati wa watu, aende kufurahia pamoja na watu. Leo Bwana atakufurahisha. Baada ambapo ulikuwa umefika uchungu na usuni ndani ya moyo, leo Bwana atakufurahisha. Hiyo hali iliyokuwa unaona kwamba leo nimefika mwisho, mwanzo wako unaanzishwa leo, na utamuona Mungu akitenda jambo lile ambalo hukutarajia likuwepo ndani ya maishani mwako. Tena tulikuwa na mtu mwingine katika neno la Bwana, tunaposoma tukishuka kidogo hapo Mathayo 8, so tuko katika mstari wa 5. Mstari wa 5 unasema kwamba hata alipoingia Kapernaumu, akija mmoja alimjia akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Mstari wa 7 unasema kwamba Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Mstari wa 8 unasema yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu, naye mtumwa wangu atapona. Bwana asifiwe. So vile tunavyosiri kutafakari hivi, unaposema tu kwamba Bwana aseme kitu, hata tunaweza vile tunasema kwamba tunapotamka neno kwa jina la Bwana Yesu Kristo, inawezekana. Kumbuka kwamba huyu mtu, mtumwa wake alikuwa mgonjwa. Wewe unaweza kuwa pengine uko sawa. Ukiwa sawa, kuna pahali mtu hayuko sawa. So wewe usikae kimya, tafakari, nena jambo kwa sababu ya ule mwingine. Unaweza kuwa na rafiki yako pengine unayo changamoto moja ama mbili anazopitia. Unapochukua hiyo hoja ukipelekea Bwana, kupitia kwako ama kupitia ombi lako ambalo utakuwa umepeleka, Bwana anaweza kusikiliza na Mungu anaweza kufanya. Pia wewe pahali pote pale utakapokuwa na kwamba umekaa unaona wewe mambo yako yako sawa. Si watu wote mambo yao yako sawa. Kuna wengine wanapitia changamoto mbalimbali. Kuna wengine wanapitia hali ambayo sio kwa kawaida. So nakusihi mpendo, nawe pia ita jina la Bwana kwa sababu ya mtu. Kwa sababu Mungu amekupanda akakuweka pahali ili kupitia kwako wewe mtu fulani akapate kukombolewa. Mtu fulani akapate kuponywa.
Hivi vile ninavyosema siku ya leo ya kwamba wewe ambao ulio mgonjwa, kwa jina la Yesu Kristo pokea uponyaji. Wewe ambao hauna mtoto, umemtafuta muda wa miaka mingi, hata jamii na familia wamekutenga kwa sababu ya mtoto, leo hii kwa jina la Yesu Kristo pokea huyo mtoto. Wewe ambao umekaa katika magonjwa kwa muda mrefu ama kwa muda mfupi, unaona kwamba inakupelekesha mpaka unaona kwamba umekata tamaa ya kauli ya maisha, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti upokee uponyaji wako, kwa sababu Mungu wetu anaweza. Wewe ambao usiku wa leo unashindwa ukule nini wala ukunywe nini, Mungu anasema kwamba yeye ni mkate wa uzima. Kwa jina la Yesu Kristo upokee huo mkate wa uzima na ukapate kubarikiwa sote kwa pamoja, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, ni Bwana wetu anaweza. Amen. Kweli Mungu wetu anaweza. Siku ya leo Yesu anaweza na ni mwaminifu kwa kila hali na kila jambo. Yesu ni mwaminifu. Amen. Yeye ni mwaminifu jana, leo na hata milele. Amen. Niko na testimony kwa sababu tushanewa neno na mtumishi, na testimony ni kutoka mwaka wa 2013 nilipata mtoto aliitwa Bridget, na Mungu alinibariki na mtoto mzuri sana. Ikawa ilifika wakati tulikuwa tunapitia hali ngumu ya kimaisha na yule mtoto, na ikafika mahali nikauliza, nikiomba nikifast, kuna wakati nilikuwa naomba sana, kwa nini Mungu niko kwa hii hali? Kwa nini Mungu niko kwa hii hali? Kila wakati nauliza Mungu. Na ni vizuri sana, wakati mwingine ni vizuri sana kusemezana na Mungu na kumuuliza hata maswali. Ndio, ni vizuri kumuuliza na Yesu atakujibu. Ako na jibu lako siku ya leo. Amen. Ikafika wakati usiku tukienda kulala, nikamwambia mtoto wangu tumuombe Mungu kesho atatenda. Tukawa na kipindi ya maombi na tukaomba. Usiku wa manane nilisikia sauti ya Mungu ikiniambia nakupenda. Na kulikuwa na sauti nyingine ilikuwa kwa sitting, ilikuwa inasema I hate you Jani, nakuchukia sana, sikupendi. Lakini kwa najua ile sauti inaenda ikiwa na echo, ilikuwa inaenda ikiendaga, ilikuwa sauti ya Shetani. Lakini hii ya love, nakupenda. Mtazamaji wetu, unapendwa na Mungu. Amen. Ile hali hata kama unapitia gani, Yesu anakupenda. Amen. Kwa tumekaa mwaka mmoja ukapita, mtoto akaingia shule, nikashukuru Mungu sana. Mtoto alisoma mwaka mmoja. After mwaka mmoja yule mtoto alichukuliwa na Mungu. Na ile hali alichukuliwa ilikuwa hali nyingine, hata simuelewa. Mtoto ametoka shuleni vizuri, tumekula pamoja, ndio huyo mtoto aliaga kwa sababu ya nini? Aliaga kwa sababu ya nywele. Hizi vitu tunaikanga watoto kwa vichwa, tunawalembesha kwa nywele. Aliweka kwa pua, na yule mtoto akienda kutolewa na daktari, sijui ni nini ilisababisha yule mtoto afe na akakufa hivyo, kwa sababu ya ile urembo yenye tunaikanga watoto kwa nywele. Na nikawa na maswali mengi, nikauliza Mungu, niwezaje kuwa na huyo mtoto mmoja alafu umemchukua rafiki yangu, rafiki wangu, tunaomba pamoja, tunakula pamoja. Yaani ule mtoto alikuwa rafiki yangu, niseme hivyo. Venye aliondoka nilihuzunika sana, kwa sababu nimeacha sasa peke yangu, sina la kusema, sina la kufanya. Na ile wakati mtoto wangu alikuwa naenda, nilikuwa nimemshika kwa mkono akienda. Niliona mtoto wangu akienda na alienda kwa mikono zangu. Na ile wakati nilitoka nje, askari, kwa sababu ilikuwa police case, askari wakaja kwa hospitali na wakamchukua yule mtoto. Between hapo kwa hospitali kulikuwa na njia karibu na hospitali.
na ilikuwa ni kama highway, na nikasema leo ndio siku yangu kufa na mtoto wangu. Nikienda kuvuka barabara nigongwe na gari, nisikia kama upepo umenirusha nyuma, nikajua ni nguvu za Mungu, na nikasikia ile sauti ya kwanza, nakupenda, nakupenda. Wacha nikwambie mtazamaji, ile hali unapitia, shetani hajaruhusiwa kukuguza, hata kuguza moyo wako. Kama vile Ayubu alijaribiwa na shetani na kila kitu, mali yake ikaenda, watoto wako, binti wake wakaenda, kila kitu ikaenda, wafanyakazi wake wote wakaenda, ngamia, ng'ombe zote zikaenda, lakini shetani hakuruhusiwa na Mungu kuguza ile moyo wa Ayubu. Hakuruhusiwa. Hata wewe uko hai, unapitia ile yote unayapitia, lakini shetani hajaruhusiwa kuguza moyo wako, na ndio maana uko hai siku ya leo. Amen. Tukaendelea hivyo, sina mtoto, niko nahuzunika. Mwaka wa 2019 nikabeba mtoto mwingine. Huyo mtoto ni wa baraka kwangu sana. Nikamzaa 2020. Kumzaa 2020, nikazaa mtoto 2020, Mungu akanibariki na mtoto mwingine, praise God. Nikabarikiwa na mtoto mwingine 2021, 2022 nikabarikiwa na mwingine. After kubarikiwa na mwingine, hali ikawa si hali tena. Mume wangu akaanza kugonjeka na akatuacha. Kumbuka yule wa kwanza alikuwa na miaka 3.5. Ule mwingine alikuwa 2 na kitu. Huyo mwingine ako na 1 na mwezi 1. Hakuna mwenye alikuwa ameenda shule. Na akaaga. And it was very, very painful for me in my children. Nikajua ya kwamba kila kitu sasa imeisha na kila kitu imeisha. Lakini Mungu ni nani? Mungu ni mume wa wajane. Mungu ni rafiki wasio na mmoja. Mungu ni kila kitu kwetu. Amen. Na ile wakati aliondoka nilijiuliza tena maswali mengi sana, nikauliza Mungu, tena hili ndio ile upendo unaniambianga Mungu unanipenda? Lakini Mungu akakontinue kuniambia nakupenda jambo, na ananipenda kwa sababu niko hai, niko mzima, watoto wangu wako wazima kabisa, wako shuleni 2, huyo mwingine ako karibu kuingia shule mwaka ujao, in the mighty name of Jesus. Chenye chochote unakipitia, kumbuka kuna watu wako na testimony mingi sana. Hata nikiwaambia chenye nimepitia labda last year, labda last month, utaona venye God anafanya. Let us worship the Lord, tukimwambia asante Yesu, asante kwa wema wako, asante kwa hii hali, kwa maana hii hali sio yangu. Amen. Hii hali niliyo leo si yangu. Amen. Hiyo hali niliyo nayo leo si yako. Amen. Kama vile Ayubu alisikia watoto washaenda. Verse 20 inanitia nguvu sana, kwa sababu hiyo verse 20 alichukua tu njoho yake akailalua, alafu akanyoa nywele yake, akapiga magoti, akaanguka chini na kumshukuru Mungu. Sijui kama unashukuru Mungu kwa hiyo hali uko nayo, ama you are just complaining. Sijui kama unamshukuru Mungu. Learn how to kumshukuru Mungu kila wakati kwa kila jambo lolote. Sijui kama unakipitia, labda hauna chakula siku ya leo hauna, labda uko na pesa za mboga tu 20 bob, uko na pesa tu za mboga, lakini ya ugali hauna, na ile sufuria ya ugali ni safi, ile sufuria nyingine ya mboga ni safi, lakini hii ya mboga iko na mboga, hii ya ugali haina unga na hakuna ugali. Kula hiyo mboga, chukua hiyo sufuria, anza kunena, nitakula mboga leo, lakini kesho takula mboga na ugali. In the mighty name of Jesus. Amen. By the blood of Jesus. Amen. Asante Yesu. Thank you Jesus, thank you for your love, thank you for your grace. Asante kwa neno lako, asante Jehova kwa sababu umenena. Asante kwa mtazamaji wetu Jehova kwa sababu umemtendea. We thank you and we honor you Jehova God. In the mighty name of Jesus. Asante Yesu, asante.
asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu kwa wema wako, kwa wema wako, kwa wema wako, kwa wema wako, kwa ushindi wako, kwa ushindi wako, kwa ushindi wako, kwa ushindi wako, kwa nguvu zako, kwa nguvu zako, kwa nguvu zako, kwa nguvu zako, pokea sifa, 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 pokea sifa. Wewe ni mwema, 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 wewe ni mwema. Wewe ni mwema, 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 pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa. Ambia Bwana apokee sifa. Ambia Bwana apokee sifa jioni ya leo. Mtakatifu, mtakatifu wa Israeli. Pokea sifa kwa sababu ya siku ya leo. Pokea sifa Bwana wa Bwana. Pokea sifa. Mtakatifu, tunasema asante Bwana wa majeshi kwa sababu ya siku ya leo. Tunasema asante kwa sababu ya kututia nguvu. Tunasema asante kwa sababu ya rehema zako. Tunasema asante kwa sababu ya ukuu wa Bwana. Tunasema asante kwa sababu ni mwema. Tunasema asante Bwana kwa sababu unastahili. Pokea sifa na utukufu sana leo. Bwana mabwana hautukufu Bwana wa majeshi. Pokea sifa na utukufu wako Bwana. Wewe ni Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Wewe ni Mungu wa majeshi. Hakuna kusimama wale wote ambao wanatutetea lako Bwana, tunakushukuru kwa sababu wewe leo ukawape jioni ya leo, ni kwa sababu wewe ni mwaminifu, ni kwa sababu wewe unastahili, ni kwa sababu unastahili Bwana, ni kwa sababu unastahili Bwana. Wewe ni Mungu mwenye uwezo na mamlaka, katika jina la Yesu Kristo. Hakuna kama wewe Bwana wa Bwana, hakuna kama wewe Bwana wa Bwana. Wewe ni Mungu mwenye uwezo, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Wale wote Bwana wamesikiliza neno lako Bwana, wacha Bwana ukawasaidie na ukawape neema, ukawape kibali usiku wa leo. Wale ambao Bwana wajiwezi wawezeshe usiku wa leo, wale ambao ni wagonjwa Bwana ukawaponye, wale ambao wako na shida mbalimbali Bwana
ukawasaidia usiku wa leo, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye uwezo, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu. Katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye uwezo. Asante Bwana, asante kwa sababu ya neema zako. Asante Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Hakuna kama wewe Bwana, wewe ni mwaminifu. Asante Bwana wa majeshi, asante Bwana. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Bwana kwa sababu ya wema wako. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya fadhili zako. Asante kwa sababu Jehova Nisi ya majira haya ambao ulitusheshea ufalme wa Bwana, tukashare na watu wako neno Bwana. Mungu amani, tunaomba usiku wa leo tukisema ya kwamba Bwana mabwana, watu kapate kusimama katika pengo, katika kila hali ambayo Bwana Mungu amani, Jehova Jireh, watu wako wanao Jehova Rafa pitia ndani. Bwana mabwana, angalia tumekuwa tukiongea kwa sababu Jehova Rafa mfano wa Bwana ya kuvunjika moyo, ya kuchoka na kuendelea Jehova Rafa na hali ambao Bwana mabwana tuko nayo kwa sababu ya changamoto. Ninaomba kwamba kila yeyote ambaye anapitia changamoto Bwana tunamuombea kwa jina la Yesu Kristo kwamba mtie nguvu. Bwana majeshi, hajalisha kwa changamoto ya namna gani, but wewe unayajua, wewe unaielewa Bwana. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, yule ambao Bwana mabwana amefika mwisho, mtie nguvu tena. Yule ambao amechoka, msaidie Bwana, ukamnemishe, ukamuinue katika jina la Yesu Kristo. Wacha neno Bwana liponye moyo wa mtu, wacha neno Bwana likainue mtu, wacha neno Bwana mabwana likapate mfalme wa kuwa faraja kwa wengi Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea adhama, pokea shukrani, kwa sababu ni Mungu unayotenda. Tunaomba tukiamini ya kwamba unaenda kutuokoa, unaenda kuinua mtu, unaenda kubariki mtu, unaenda kufungua mtu, unaenda kuweka huru mtu, unaenda Bwana mabwana kunemisha mtu Bwana, unaenda mfano mapane kusidi kubariki wengi na wenginepo Bwana, unaenda mfano kuponya hiyo ndoa, unaenda Bwana mabwana kuponya Jehova hiyo familia, unaenda kuponya Bwana mabwana hiyo jamii. Mungu amani, unaenda kuponya moyo wa mtu Bwana, yule ambao Bwana mabwana ameona kushindwa, unaenda kumpatia ushindi katika jina la Yesu Kristo. Asante Mwana wa Mungu hiyo hai, kwa sababu ni wewe Bwana unayotenda haya yote. Sisi Jehova Jireh Mfalme tunaomba studiona leo tukiamini ya kwamba Bwana mabwana unayaweza yote kwa wewe ambao unatutia nguvu. Nenda uwezeshe kila mmoja kwa utukufu wa jina lako. Tunakushukuru, tunakutukuza, tunakuinua, tunakushukuru, tunakuhimidi, tunakupatia sifa kwa sababu wewe ni Mungu unayotenda, na ni kwa sababu unaenda kutenda. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ulio hai, yeyote aliyesikia aseme amen. 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 Be blessed. Be blessed.